Kwanza kabisa napenda nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na rehema kwa kutujalia afya njema na kuweza kutukutanisha siku hii ya leo adhimu kusherekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Tumekusanyika hapa leo hii ili kuadhimisha kumbukumbu kubwa na ya kihistoria ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulioasisiwa na viongozi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume tarehe 26 Aprili 1964. Leo ni siku ya kipekee inayotufanya tukumbuke hekima na maono ya viongozi wetu hao waliotuongoza kuunda taifa moja lenye upendo na mshikamano wa kweli. Muungano huu umekuwa nguzo ya amani na mshikamano kwa taifa. Kupitia muungano tumepata nguvu ya pamoja katika kulinda mipaka, kukuza uchumi, kuimarisha sekta za elimu, afya, kilimo na kudumisha mshikamano wa kijamii. Tunaposherekea maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ni wajibu wetu kuuenzi, kuulinda muungano huu kwa vitendo na kwa wivu mkubwa. Tushirikiane kwa dhati na kwa nguvu zetu zote katika kuendeleza muungano wetu ambao una manufaa mengi kwa taifa letu kama vile ulinzi na usalama, kiuchumi, kidiplomasia na heshima kitaifa na kijamii. Muungano umewezesha kujenga taifa imara na lenye amani ya kudumu, ukizuia migogoro na vitisho vya usalama wa nchi yetu na kuwa na mchango mkubwa katika kutafuta amani za nchi mbalimbali. Kupitia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, mipaka ya nchi imeendelea kuwa salama na kuchangia walinda amani katika misheni za kimataifa. Kuanzishwa kwa Jeshi la Kujenga Taifa JKT kumesaidia kukuza uzalendo na umoja miongoni mwa vijana kutoka pande zote mbili za muungano. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar umepanua wigo wa fursa za kibiashara na uwekezaji. Tumekuwa na biashara huria ambapo wakulima wa bara huuza nafaka, matunda, mboga Zanzibar. Pia Zanzibar inauza viungo kama karafuu na bidhaa za baharini bara. Matumizi ya shilingi ya Tanzania pande zote mbili yanarahisisha shughuli za biashara na miamala ya kiuchumi bila vizuizi vya sarafu. Wananchi kutoka pande zote wanapata fursa za ajira na haki za kumiliki ardhi na kuishi popote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania inapata heshima kubwa duniani, na hii ni kutokana na kuwa na muungano wa kipekee na ulioishi muda mrefu zaidi Afrika, jambo linaloipa ushawishi katika vikao vya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Tanzania imekuwa kitovu cha amani na ukombozi wa nchi nyingine za Afrika kupitia misingi ya muungano huu. Muungano umerahisisha watu
wa pande zote mbili kuona